Ingi kutoka kwa kipindi chetu cha siku hii ya leo. Naitwa Jacinta Nyabeta. Tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii tukianza na Facebook @NdiziTV News Digital, pale YouTube, Instagram, TikTok pamoja na X account utatupata @NdiziTV News, na pia tovuti yetu www.ndizitv.co.ke. Tukinoa nanga asubuhi hii ya leo, tuelezee unatutazama ukiwa pande gani, na pia siku yako imeanza vipi, na pia matukio ambayo tutakuwa tunayazungumzia hapa. Jiunge nami ili uweze kunitumia jumbe yako ukinielezea wewe unafikiriaje kuhusu masuala yote ambayo tutakuwa tunazungumzia asubuhi hii ya leo. Tukianza siku ya leo, nitakuwa nawapa yale baadhi tu kugusia tu ni yepi yale tunatarajia siku hii ya leo. Najua kwamba Rais William Ruto alikuwa na mkutano siku ya jana usiku, ambapo aliita vituo vya habari vya ndani ama vernacular radio stations, ambapo akazungumza mengi, akimtaja Rigathi Gachagua pamoja na viongozi wengine, lakini sana tulimuona akiegemea upande wa Rigathi Gachagua kama kiongozi wa upinzani kidogo, ambayo alizungumza mengi akisema kwamba bwana Rigathi Gachagua amekuwa akileta changamoto nyingi kwenye serikali yake, ambapo pia amekuwa akizungumza sana na wabunge pamoja na viongozi wengine, akisema kwamba bwana Rigathi hakuwa anataka ziara yake ya Mlima Kenya iendelee, kwamba alikuwa anamwambia Rais William Ruto anafaa kutoa hela fulani na fulani ili aweze kukaribishwa Mlima Kenya. Lakini Rais William Ruto aliweza kuzungumzia haya yote jana hapo kwenye vituo vya habari. Kwa hivyo ni baadhi ya yale tu ambayo yalitokea siku ya jana, lakini hayo yalitokea jana usiku. Na siku ya leo kuna mengi ambayo yanatarajiwa kuanza, tukianza na ziara yake Rais William Ruto Mlima Kenya, ambayo inatarajiwa kuanza siku ya leo na iendelee kwa wiki moja ama siku 5. Kwa hivyo ikianza siku ya leo itakuwa inaendelea mpaka wiki ya Aprili, na tunajua kwamba tumeanza mwezi mpya. Kwa hivyo Rais William Ruto atakuwa anafanya ziara yake kuelekea Mlima Kenya, ambapo atakuwa anazindua miradi tofauti tofauti ikiwemo maji, kufungua masoko, kuendeleza labda kuangalia pia ama inspection. Atakuwa anaangalia miradi ambayo ameanzisha, na pia wakazi wa eneo hilo la Mlima Kenya watakuwa namtarajia Rais William Ruto kuangazia masuala tofauti ambayo wanayo changamoto nayo hapo kwenye Mlima Kenya. Atakuwa anaelekea kwenye kaunti tofauti tofauti kwenye Mlima Kenya, zikiwemo kaunti za Kiambu, Kirinyaga, Tharaka Nithi, Embu, Murang'a, Nyandarua, na pia atakuwa anatembea eneo hilo nzima ili kuendeleza na kuangalia ni yepi yale yanaendelea kwenye Mlima Kenya. Na tukumbuke tu kwamba ni baada ya miezi 6 Rais William Ruto hajakuwa akielekea upande huo wa Mlima Kenya, na kwa sasa atakuwa anaelekea upande ule. Kwa hivyo siku ya leo tunatarajia ziara yake katika kaunti moja ya Mlima Kenya, ambayo nitakuwa na kujuza hapo kwenda mbele, ili tuweze kujua kwamba leo atakuwa hapa na hapa. Lakini lile ambalo tunajua kufikia sasa ni kwamba ziara yake itakuwa inaanza siku ya leo. Na pia siku ya leo tunatarajia makamishna wa IEBC usaili wao utakuwa unaendelea wa kumtafuta ama kuwatafuta makamishna wa tume ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya. Tuliona kwamba wiki iliyopita tulimaliza ama jopo ambalo limesimamia usaili huo lilimaliza kutafuta ama kufanya usaili wa kutafuta kutafuta mwenyekiti wa tume hiyo ya IEBC, na wakaanza siku ya Alhamis kufanya usaili wa kumtafuta ama kuwatafuta makamishna ambao watakuwa nasaidiana na mwenyekiti wa tume hiyo ya IEBC. Kwa hivyo siku ya leo tutakuwa tunaingia siku ya 3 ya usaili huo, na ni baadhi ya yale ambayo tunatarajia kuendelea ama kufanyika siku hii ya leo. Kabla niingie kwa taarifa ambazo tulizipatia kipaumbele na taarifa ambazo zilitendeka siku ya jana, niwapatie tu himizo la siku ya leo. Na himizo letu la siku ya leo nitakuwa naitoa kwenye kitabu cha Kolosai. Cha niwasomee kidogo tu.
tunatoa himizo katika kitabu cha Wakolosai 3:23 ambaye inasema lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana wala si kwa binadamu. Nirudie tena, lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana wala si kwa wanadamu. Lolote ambalo wewe unalifanya, mpenzi mtazamaji, iwapo labda unataka kufanya jambo fulani, unataka kuanza familia yako, unataka kufanya kazi fulani, unataka kufanya jambo tu fulani, lifanye kwa moyo wako, lakini si kufurahisha watu wengine, kufurahisha wewe moyo wako. Na pia unajua kwamba lolote ambalo unalifanya ni la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kumshukuru ama kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kumfurahisha pia inamaanisha kwamba lazima ufanye jambo ambalo ni zuri. Kwa hivyo lolote ambalo unataka kulifanya siku hii ya leo, kuanzia asubuhi hii ya sasa hivi, kwa hivyo lifanye kwa njia nzuri, kwa moyo mmoja, kwa moyo mkunjufu, ili uweze kupata mapato kutoka kwa jambo hilo. So kama unaamka labda unaelekea kazini ama unaenda kufanya jambo fulani, lifanye kwa moyo wako wote. Usifanye ukisema kwamba nafanya tu kwa sababu sina option, ama naifanya tu kwa sababu yani inahitaji tu nifanye. Hapana, lifanye na moyo wako wote, kwa sababu lile jambo ambalo unalifanya, kuna mtu ambaye alisema hapo awali kwamba do something as if somebody is watching. Unajua mtu huwa anatazama. Kuna mtu mahali labda uko kazini, umeng'ang'ana, unaona kwamba ni kama yule kiongozi wako ama yule boss wako haoni yale mambo ambayo unafanya. Ni vema kujua kwamba labda huyo boss haoni kile ambacho unafanya, lakini kuna mtu mwingine ambaye labda atakuwa boss wako mgeni, ama ambaye atakupa kazi nyingine nzuri kwa sababu alikuona, alikutazama kwa ile kazi ambayo ulikuwa unafanya before akutafute wewe. Kwa hivyo lile jambo ambalo unalifanya, lifanye na moyo wako wote na moyo mkunjufu, na Mungu ataweza kukubariki. Hilo ndilo himizo la siku hii ya leo, na kukaribisha mpenzi mtazamaji ili uweze kuungana nasi kwenye kipindi chetu cha Pambazuko asubuhi hii ya leo, tukizungumzia ama tukiangazia baadhi ya taarifa ambazo tuliziangazia siku ya jana na pia tulizipa kipaumbele. Siku ya jana ilikuwa ni Eid ul-Fitri, ambapo Waislamu kutoka pembe zote za dunia na haswa nchini Kenya walijitokeza kwenye misikiti tofauti tofauti na viwanja tofauti ili kusherehekea siku yao ya Eid ul-Fitri. Viongozi tofauti walijitokeza na kusherehekea pamoja na Waislamu. Na pia siku hiyo ya jana viongozi hao walizungumza huku wakizungumzia masuala tofauti tofauti ikiwemo usalama nchini Kenya, ambapo walisema kwa walikemea magenge ama kuchipuka kwa magenge nchini Kenya, na pia kwenye kaunti ya Nakuru, eneo bunge la Bahati, familia 150 zilipokea misaada kutoka kwa mbunge wao Njoki Shege ama Njoki Irene, ambapo waumini hao ambao walikuwa kwenye sherehe hiyo walisisitizia vijana waendelee kuwa na umoja na amani nchini Kenya, na pia waendelee kuwaheshimu viongozi wao. Tupate habari hiyo kwa kina. Tuwezi kuanza kuzungumza lugha ya kwa ni ajira. A juvenile needs to be in school. A child needs to be in school. Na kama hata si shule ambayo kwamba ni ile shule hii, hata kuna zile shule ambazo kwamba ni za kidini, lakini hatuwezi kwa saa zote tunasingizia mtoto wa miaka 15, 16, 17, hata 18, hata 19 uwezi kusingizia ya kuwa ni kwa sababu ya ajira. Kitu ambacho kwamba tunalilia ni amani katika nchi yetu, na amani ikipatikana kila kitu kitaweza kuwa kizuri. Na vijana wadumishe kitu inaitwa amani, na vijana wasitukanane kwa mitandao. Hao ni wazazi wao,
na watabaki kuwa wazazi wao. wao. Na pia gavana wa Mombasa Abdul Swamad Nasir pia alizungumza kwenye hafla hiyo ya Eid ul-Fitri. Na tukisonga mbele, huku ziara ya Rais William Ruto ikitarajiwa kuanza hii siku ya leo, viongozi wa dini wamewataka vijana wa Mlima Kenya kutosababisha ghasia wakati wa ziara hizo, na baadhi ya makasisi nchini wamewasihi vijana hapa nchini Kenya kutotumika kusababisha vurugu na ghasia wakati wa ziara ya Rais Ruto kuelekea Mlima Kenya. Makasisi hao wa mwavuli wa Federation of Evangelical and Indigenous Christian Churches of Kenya ama FEICCK wametoa wito kwa wakazi wa Mlima Kenya kumkaribisha Rais William Ruto kwa furaha na kwa umoja. Ningetaka kusema hii serikali ni yetu, ni sisi tulioichagua kama kanisa, na kitu ambacho tumekichagua ni vizuri kukiombea. Hivyo kile ambacho ninataka kuomba Wakenya wetu na hasa watu wa sehemu ya Mount Kenya, tupatie rais wetu heshima ambao inafaa. Sio lazima utokee mkutano uende ukaharibu, kaa nyumbani. Wacha wale ambao wanatokea watokee, kute rais, waende wamwambie rais wetu tunataka hii na hii. Nao viongozi wote ambao tulichagua, ni vizuri. Unajua rais anaongoza watu zaidi ya milioni 50, na kama anaongoza watu zaidi ya milioni 50, kuna jukumu ya kumkumbusha. Kama kuna jambo alisema, hii barabara nitaweka, hii kazi nitafanya, ni kazi ya mbunge kumkumbusha na viongozi ambao tulichagua. Kwa hivyo nyinyi viongozi ambao tulichagua, ni vizuri mtokee vizuri kwa heshima, mkute rais, tumkaribishe kwa shangwe na tuweze kumwambia kile ambacho tunahitaji. Tunahitaji maendeleo, tunahitaji barabara, tunahitaji mahospitali, na pia ulinzi wa kutosha. Vijana wapate ajira, watu wapate ajira, vijana wapate kazi. Na hiyo ndio ningeomba rais wetu. Mimi najua ya kwamba yeye ni mtu ambaye usikiza, ni vile tu tunamkosea heshima, na pia tunakosa kumpatia nafasi aweze kufanya kazi. Wakati alipoingia hatukumpatia nafasi, tukaanza kupiga makelele. Hata hajamaliza mwaka, hata serikali bado haijakuwa stable, tunaanza kumsukuma. Na pia makasisi hao waliendelea kuzungumzia ambao walikuwa nataka wakazi hao kutumia vizuri ziara kumkumbusha Rais William Ruto ahadi alizozitoa ikiwemo ujenzi wa barabara, kuunganisha stima na pia maji na ajira kwa vijana katika eneo hilo la Mlima Kenya. Na pia siku chache baada ama saa chache kabla ya ziara ya Rais William Ruto kuanza katika eneo la Mlima Kenya, aliyekuwa mbunge wa Bahati Kimani Ngujiri amewaomba wakazi wa Mlima Kenya kutompigia rais kelele jinsi alivyoshuhudia katika kaunti ya Nairobi. Wakati huo rais alikuwa na ziara katika eneo hilo la Nairobi, na pia Ngujiri akawaomba kwamba wawe na amani na utulivu wakati wa ziara hiyo, na pia akawapa changamoto viongozi wengine wa Mlima Kenya kutumia nafasi hiyo kuomba maendeleo kwa wananchi wa eneo hilo la Mlima Kenya. Rais anaenda milima, na ningetaka nizungumzie mambo haya. Mimi nikifikiria kama Ngujiri, kwanza nilikumbusha watu ya milima walipigia Ruto 47.4%. Hiyo iliweka watu wengine uchungu sana wakati Gachagua alisema mambo ya shares. But the fact remains, tumeanza kujua mengi ambayo hatukujua, na ndio tunaomba saa hii akienda Central, watu ya Central na waomba, there is time. Siasa ya uchaguzi ni 2027. Wacha rais akuje, muheshimu, kama muheshimu ofisi yake. Wacha alete ile kitu atawaletea. Mkikumbuka mko na 60.4% na anajua hiyo, atawaletea barabara ama atawaletea ni sijui mimi. Lakini chochote atalete mpokee. Hatutaki kukue kama mambo ya Mathare, mambo ya Nairobi. Rais akienda akitoka ni kuchomana na visu, ni kuvunja side mila za watu, ni kutoa watu kwa matatu kuwa route. Let's show our maturity. Kenyans are looking at milima, kutakuwa na vita, kutakuwa na nini. I urge you to a very peaceful. Ingawa mimi ni mtu wa Rift Valley, to a very peaceful kwa milima.
wacha tuaibishe shaitani kwa kusikiza rais. Ayapeana ile kitu atapeana. Baada ya hiyo yeye ataahidi, anajua atarudi huko kuomba kura 2027. Kwa hivyo it's good to use the common sense kuliko kuwa incited na vita na mambo ingine na matusi. It is not important at all. Tutawini, tutajulikana, watu ya milima watajulikana very mature kama wataonekana bila kuwa na matusi, bila kuwa na shouting. I think it will carry the glory kuliko kwenda kushambuliana huko. Naam, ni baadhi ya viongozi wanaendelea kumtengenezea njia Rais William Ruto, na pia si viongozi hawa peke yake. Tumekuwa tukiona wabunge tofauti. Tulimwona naibu wa rais Kithure Kindiki akielekea sehemu ya Mlima Kenya kuhakikisha kwamba ameendelea kupanga ama kufanya mikakati ya kumwalika Rais William Ruto katika eneo hilo. Tulimwona akizunguka sana wiki iliyopita, na kwa sasa tumekuwa tukiona viongozi tofauti ambao wameanza kuzungumzia ziara yake Rais William Ruto, na jinsi hapo mbunge wa Bahati Kimani Ngujiri amezungumza akiwaambia vijana watulie, wasilete ghasia, na pia kukumbusha tu viongozi wa maeneo haya ya Mlima Kenya tofauti ambapo Rais William Ruto anatarajiwa kuenda, kuwakumbusha tu kwamba Rais William Ruto akija anakuja na atakuja kuwafanyia maendeleo ama atakuja kuwapa kitu fulani. Kwa hivyo mkaribisheni ili akija muweze kupata mambo mawili matatu ama kufanyiwa mambo mawili matatu kutoka kwake. Na pia tumekuwa tukiona viongozi wengi wakifanya hivyo, lakini swali ambalo Wakenya wengi wanajiuliza ni kwamba kwa hivyo inamaanisha kwamba Rais William Ruto asipotembea eneo fulani maendeleo hayatafanywa. Na pia tumekuwa tukiona Rais William Ruto akipeana ahadi nyingi kwa watu ama kwenye ziara zake ambazo amekuwa akifanya katika maeneo tofauti nchini Kenya, akipeana ahadi nyingi ambazo labda zingine hazijatimizwa bado kufikia sasa, nyingine zimetimizwa lakini ni chache sana. Kwa hivyo Wakenya pia hawajaonyesha kwamba wanamwamini Rais William Ruto kufikia sasa, na pia kuna ile heshima bado ni changamoto kubwa kwa Rais William Ruto, kwa sababu hajapokea ile heshima kutoka kwa Wakenya kwa muda mrefu, kwa sababu kwa sasa Wakenya wengi wanajua kwamba Rais William Ruto akizungumza ama akiwapa ahadi fulani hata kuwa anaitekeleza, anapeana tu ahadi ili isikizwe ama labda isikike tu kwamba amepatiana ahadi fulani na fulani, lakini kuzitimiza hapo Wakenya wengi bado wanamshuku kwamba Rais William Ruto atakuwa anatimiza ahadi hizo. Kwa hivyo tumekuwa tukiona viongozi tofauti ambao wanaongea vizuri, kwa sababu kuambia vijana wasitumike vibaya ni jambo zuri. Na pia wanaambia wabaki kwa umoja na wasitumike vibaya, kwa sababu tumeona vijana wakitumika hapo awali kurusha mawe, kuwafukuza viongozi, na pia kuimba labda kutomkubalia kiongozi kuzungumza. Kwa hivyo ni jambo zuri kwamba viongozi wengine wameanza kujitokeza mmoja wakizungumzia masuala haya, wakiwakumbusha tu vijana kwamba wasitumike. Lakini pia tumekuwa tukiona viongozi wengine akiwemo Rigathi Gachagua akisema kwamba Rais William Ruto akija mchukueni pesa, kwa sababu Rais William Ruto atakuwa anapeana pesa. Inamaanisha kwamba rais atakuwa anapeana hizo pesa. Ni kama aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua yuko anaendelea ama anaamini kwamba Rais William Ruto akifika Mlima Kenya atakuwa anamwaga pesa pale, na akawaambia wakazi hao wa Mlima Kenya, akiwaelezea kwamba Rais William Ruto akifika eneo hili atawapa pesa, na pesa hizo mzichukue, msikubali kuziacha, mzichukue hizo pesa. Na pia mkichukua hizo pesa msiende kuwekeza ama kulipia watoto wenu karo, kwa sababu hela hizo sio safi ama sio nzuri, zimelaaniwa. Hayo ni matamshi yake Bwana Rigathi Gachagua, ambaye alikuwa anazungumzia wakazi wa eneo hilo la Mlima Kenya. Lakini pia tukawaona viongozi wengine wakijitokeza na pia kuzungumzia swala hilo ama kuliangazia, ambapo walisema kwamba watakuwa na hizi pesa watazichukua na hakuna pesa mbaya. Au ni viongozi wa kidini walijitokeza na kuzungumza hivyo, wakisema kwamba
kidogo sisi tutachukua hizo pesa, kwa sababu pesa hizo si kwamba zimelaaniwa ama zimefanyiwa nini. Hapana. Kwa hivyo tumekuwa tukiona maoni tofauti kutoka kwa Wakenya ambao wanazungumzia ziara yake Rais William Ruto, na najua watu wengi sana wanaendelea kungojea kuona kwamba ziara yake itaanza vipi. Je, Rais William Ruto atapokelewa vipi katika maeneo hayo ya Mlima Kenya? Na pia tuliona Bwana Rigathi Gachagua akizungumza akisema kwamba Rais William Ruto akija, mpatieni dakika 20 peke yake azungumzi. Asipitishe dakika 20. Kwa hivyo kwa sasa imeonekana kwamba Rigathi Gachagua kidogo hapendi ama hajafurahia ziara yake Rais Ruto Mlima Kenya, na ni kama kidogo hataki Wakenya ama wakazi wa eneo hilo kumkaribisha Rais William Ruto. Lakini tumekuwa tukiona kuna wengine ambao wanamkaribisha Rais William Ruto, wanamwambia Rigathi Gachagua, tulia kidogo, wewe tulia, sisi tutamngoja Rais William Ruto, kwa sababu sisi kama watu wa Mlima Kenya tunangojea kupata maendeleo ama tunatarajia kupata maendeleo tofauti. Na pia viongozi wengine kuwakumbusha tu wakazi wa Mlima Kenya kwamba walimpa Rais William Ruto kura nyingi. Kwa hivyo hawafai kuogopa kwamba hawatapewa maendeleo. Kwa hivyo ni kuwakumbusha tu baadhi ya wakazi pale kwamba pia wao wanatarajia kupata maendeleo kutoka kwa kiongozi huyo ama Rais William Ruto. Na pia atakuwa anafanya ziara yake pamoja na viongozi tofauti. Tunajua kwamba naibu wa Rais Kithure Kindiki pia anatarajiwa kusonga ama kutembea pamoja na Rais William Ruto kwenye ziara hiyo, na pia na labda mawaziri tofauti. But hao wote tutakuwa tunawaelezea kwamba ni nani amejitokeza na ni wapi ziara hii imeanzia na imeishia wapi, na kesho itaanzia wapi na kuelekea wapi. Kwa hivyo haya yote tutakuwa tunayafuatilia hapa ndani ya Ndezi TV, na haswa kwenye kipindi chetu cha Pambazuko nitakuwa na waarifu hayo yote na mengine mengi ambayo yatakuwa yanaendelea nchini Kenya. Kwa sasa tutachukua mapumziko mafupi, lakini kumbuka kwamba tunaendelea na kutufuata, ama unaweza endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook @Ndezi TV News Digital, tovuti yetu ya www.ndezitv.co.ke, na pia kwenye tovuti yetu ya www.ndezitv.co.ke. Naitwa Jacinta Nyabeta, nitakuwa narejea kwa muda usiokuwa mrefu. Unatazama Ndizi TV Afrika. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bahas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 07
0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Ndugu wa wasikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, niko hapa Kisii Nyamataro Junction. Ni daktari wa mitishamba na tibu magonjwa mingi kama vile kama umefura kichwa ama miguu imefura ama inakuuma, ama kuna ule unakuta kama akikula chakula fulani unaanza kujikwa unakuna kwa mwili, hiyo ni allergy unakuwa nayo. Ama kuna ule ako na ugonjwa ile ya UTI ama kisonono ama gonorrhea, umejaribu kaenda hospitali imeshindikana, sisi kama daktari wa mitishamba tuko na dawa ya kuosha hizo uchafu zote na kutibu. Tupate kwa nambari yetu ya simu ni 0757102581. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi, tupigie simu kwa nambari 0753239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Locals. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Unatazama Ndizi TV Africa. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa, tunapoendelea na kipindi chetu cha Pambazuko, ikiwa ni tarehe 1 Aprili mwaka 2025. Tunaendelea kuarifu hayo yote ambayo yanaendelea kutokea nchini Kenya na pia yale ambayo tunatarajia kutendeka siku hii ya leo. Tuzungumza nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii @Ndizi TV News Digital on Facebook na pia Instagram, TikTok, X account pamoja na YouTube. Utatupata @Ndizi TV News na pia tembelea tovuti yetu ya www.ndizitv.co.ke ili uweze kuendelea kujijuza mengi. Kidogo tu nilikuwa nimewaarifu hapo awali kwamba Rais William Ruto alikuwa amezungumza na radio stations ambazo zinaitwa vernacular radio stations siku ya jana, ambayo alifanya gumzo pamoja na waandishi hao wa habari jana usiku, na aliweza kuzungumzia mengi ikiwemo Bwana Rigathi Gachagua. Amemzungumzia sana Rais William Ruto, alizungumza sana kwenye gumzo hilo na wanahabari, akizungumza huko akisema kwamba Gachagua alimwomba shilingi bilioni 10
baada ya bwana Rigathi Gachagua kusema kwamba pesa ambazo Rais William Ruto anapeleka Mlima Kenya sio nzuri, wala ama akasema kwamba zimelaaniwa. Na huku wakazi wa Mlima Kenya wakijiandaa kwa ziara ya siku 5 ya Rais William Ruto inayotarajiwa kuanza siku ya leo, baadhi ya viongozi wa makanisa kutoka kaunti ya Meru wamewarai wachungaji wa kanisa pamoja ama katika eneo hilo la Mlima Kenya kukubali kupokea kwa njia mwafaka pesa zitakazopeanwa na Rais William Ruto na kutumia vyama vya mashirika na akaunti za benki za kanisa. Haya yanajiri siku moja tu baada ya aliyekuwa naibu wa rais bwana Rigathi Gachagua kusema kwamba ama kuwaonya wakazi wa Mlima Kenya kwamba ama kuwaonya dhidi ya kutumia pesa ambazo Rais William Ruto alikuwa peleke kwenye Mlima Kenya na kuziwekeza. Kwa hivyo ama aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua alikuwa ameonya wakazi wa eneo la Mlima Kenya kutumia pesa hizo kulipia karo, na pia akiwaambia kwamba hizi pesa zina laana. Tusikize kidogo tu viongozi hao wa makanisa walikuwa wanasema nini. Kuna pesa tunaona zikipatiwa makanisa, unapata bishops, viongozi wa makanisa kubwa kubwa wanasema pesa irudishwe. Sasa tunashangaa, kama mimi hata kama naheshimu mafuta, naheshimu waanzilishi wa makanisa, sisi tunaomba na unyenyekevu, kuna ile njia inaweza tumika ya zile pesa zinasaidia watu, kwa sababu pesa si eti ni pesa ya dhambi. Hakuna pesa ya dhambi, kwa sababu zile makanisa au wanarudisha pesa. Kuna malaya kule ndani, kwa sababu ujui ni ya mtu, kuna wezi wanatoa pesa. Kwa hivyo pesa ni ya Central Bank, pesa haina shida. Pesa iletwe kwa njia taratibu, kama sisi tuko na sako, pesa iletwe kwa sako, isaidie wachungaji, wengine waache kutumia ujanja kupata pesa. Wakipata pesa ya kujimundu kibiashara, hata kazi ya Mungu itafanyika na njia iliyo ya halali. Kwa hivyo pesa, hakuna pesa mbaya. Rahisi, pesa si mbaya, pesa imetengenezwa na pesa ni ya Mungu. Kwa hivyo pesa tuletewe na ikuje kwa njia zile zinazofaa kama SACCOS, na tuache kusema kuna pesa ya dhambi. Hakuna pesa ya dhambi, pesa ni ya Central Bank of Kenya. God bless you. Every support. Pia tunajua na tumesikia ya kwamba His Excellency William Ruto anakuja Meru. Sisi wachungaji wa caucus ya Tigania Pastors Fellowship pamoja na Royal Rwanda Pastors Fellowship tunamkaribisha Meru. Atamshika mkono. Ni baadhi ya viongozi waliokuwa nazungumza kuhusu ziara yake Rais William Ruto, lakini kidogo nikiangazia yale ambayo Rais William Ruto alizungumza hapo jana wakati alisema kwamba aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua alimuomba shilingi bilioni 10 ili amsaidie kutengeneza siasa za Mlima Kenya, na pia Rais Ruto akazungumza akisema kwamba kiongozi huyu bwana Rigathi Gachagua pia amekuwa akizungumza ama akifokea viongozi tofauti na pia wabunge tofauti ambao anawaambia kwamba walikuwa ama alikuwa anawazungumzia kwa njia ya ukali kwa sababu hawako katika upande mmoja kisiasa. Na pia Rais William Ruto alisema nikinukuu tu, the MPs were told that unless they bowed down they would be sent home. In response they decided to act fast. Kidogo tu ni kwamba bwana Rigathi Gachagua alikuwa anawaambia kama kidogo hamtaninyenyekea mimi kwa sababu mimi ndo niliwaweka ofisini, mtawatoa basi. Na pia tumeona Rais William Ruto pia akisema kwamba mimi sikumpa kitu chochote. Nilisema kwamba wakati bwana Rigathi Gachagua aliniomba hela hizi, wakati aliniomba shilingi bilioni 10, mimi nilimwambia kwamba haya basi, kama mimi ama kama wewe si wewe ambaye unaamua kama mimi nitakuwa a one term president ama nitakuwa tu rais kwa miaka 5 peke yake, nitakuwa rais kwa ule wakati ambao Mungu ameamua mimi nitakuwa. Kwa hivyo ni kuzungumza tu kwamba nikinukuu tena yale ambayo Rais William Ruto alisema, I was told I can make you a one-term president unless you give me 10 billion shillings to organize politics in the region. I refused. If my fate is to be a one-term president,
so be it. Hayo ni matamshi yake Rais William Ruto hapo jana akiwazungumzia wanahabari huko Salga, ambapo alikuwa anazungumzia kuhusu mambo tofauti. Lakini pia Rais William Ruto alisema kwamba siku ya leo akianza shughuli yake kuelekea Mlima Kenya atakuwa anawazungumzia wakazi pale na kuelezea yote ambayo ameyafanya, na kuwaelezea tu kwamba serikali ya Kenya Kwanza inaendelea kuwatumikia Wakenya, na itakuwa inawakumbusha pia wakazi wa Mlima Kenya kwamba bado serikali ya Kenya Kwanza ni ya kila mtu. Kwa hivyo kwa sasa tunaona kwamba siasa imeanza kuwa kali kidogo, na siasa ya mapema imeanza, kwa sababu tunaona bwana Rigathi Gachagua akimwambia Rais William Ruto kwamba ampatie pesa ili amtengenezee siasa kwenye Mlima Kenya. Lakini hayo tu ni baadhi ya yale ambayo yanaonyesha kwamba kwa sasa nchi yetu ya Kenya imeanza siasa za mapema. Mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba tunaendelea na kipindi chetu cha Pambazuko, ambapo tunakuelezea ni yapi yale ambayo yanaendelea, lakini pia tutakuwa tunakuelezea kwa awamu ya pili ni yapi yale yaliyomo magazetini. Unaona kwamba dakika zetu zimebaki zimebaki dakika 7 ifike saa 1 saa za Afrika ya Mashariki, lakini tukiendelea kuangazia yale ambayo yalitokea jana. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka pamoja na Eugene Wamalwa ambaye pia ni kiongozi wa chama cha APK wameomba serikali ya Kenya Kwanza kurudisha mwili wa afisa aliyeaga akiwa Haiti ama nchini Haiti. Wakizungumza katika hafla ya mazishi moja ya Ben Omariba katika kaunti ya Nyamira, viongozi hawa pia wametaka maafisa walioko Haiti kurejeshwa nyumbani nchini Kenya, wakisema kuwa kuwapeleka maafisa wa Kenya Haiti ni jambo linalohitaji usaidizi kutoka kwa United Nations Security Council. Kuna pesa tunaona zikipatiwa makanisa, unapata bishops, viongozi wa makanisa kubwa wanasema pesa irudishwe. Sasa tunashangaa kama mimi, hata kama na wote mliokuja, waombolezaji wenzangu, Bwana asifiwe. Tumekuja kusema pole kwa familia ya Ononga kupoteza Ben, na tuko hapa timu kubwa sababu ya ile heshima tulikuwa tumempa, tukiwa tumemtambua kama kiongozi, baba na mzazi. Kwamba kuna familia ambazo pia zimepoteza watoto. Mbali na hapa, kuna pahala panaitwa Haiti. Kule Haiti kuna vijana walipelekwa na Mheshimiwa Ruto, ilikuwa mwaka jana. Juzi kuna mmoja tumemzika kule Kajiado, na hivi leo tunavyozika Ben hapa, kuna kijana mmoja kutoka Mlima Kenya ameuawa na magaidi kule Haiti. Mwili wake umechukuliwa na wale magaidi. Wazazi wanalia, wanaomba wapewe tu mwili waweze kuzika mtoto wao, kijana mdogo sana. Na sisi leo tunataka tuambie Bwana Ruto, hatutaki tuone maiti nyingine kutoka Haiti. Tunasema kwamba sio jambo la kibusara kwamba vijana wetu wanauawa Haiti na hata miili yao isipatikane. Kwa hivyo tunasema kwa kauli moja, we want our boys back. Not 10,000 kilometers miles away, kusaidia nchi ambayo hata president wa Marekani juzi ametoa usaidizi ambao Mheshimiwa Ruto alikuwa amekubaliana na mwenzake wakati ule akiwa rais wa Marekani. Swala hili bila usaidizi wa UN Security Council alifai. We have come of age as a democracy. Hatutaki Ruto anaamrisha vijana wanajeshi wetu kutoa matamshi ambao hailingani na katiba yetu. Kwa hivyo hiyo ni onyo tu simple, hatutakubali mambo kama haya. Kwa hivyo kesho sisi tutatoa taarifa kama wana opposition Nairobi kesho. Leo tumekuja tu kulia na familia hii. Naam, ni viongozi hawa wawili Kalonzo Musyoka pamoja na Eugene Wamalwa wakizungumza katika kaunti ya Nyamira hapo jana, ambao walikuwa kwenye hafla ya mazishi yake Ben Omariba, ambapo walizungumza kuhusu kesi cha afisa mmoja
aliyeaga nchini Haiti. Ni kesi ambayo tumekuwa tukiona Wakenya wengi wakizungumzia mtandaoni na pia wakisema kwamba maafisa ambao walipelekwa Haiti wanafaa ama wanapaswa kurudishwa Kenya, kwa sababu Kenya pia tunahitaji ulinzi ambao maafisa hao wanachukua pale. Na pia hivi majuzi tu tumeona Wakenya wengi wakianza kuzungumza wakisema kwamba Kipchumba Murkomen, waziri wa usalama wa ndani, kwamba kidogo hajaonekana akifanya kazi yake vizuri, kwa sababu tangu Kipchumba Murkomen aingie kuwa waziri wa usalama wa ndani, mambo mengi yameanza kutokea, haswa ya kuhusu usalama, ambapo tuliona pia magenge yameanza kuchipuka, magenge tofauti tofauti. Haswa genge la Al-Shabaab, kidogo watu wameanza kupata ripoti kwamba genge hili la Al-Shabaab kidogo tena limeanza kurudi nchini Kenya. Kwa hivyo kwa sasa Wakenya hawajafurahia sana na usalama ambao unaendelea nchini Kenya, ama hali ya usalama nchini Kenya kwa sasa hivi, na viongozi tofauti wamejitokeza, wakiwemo viongozi hao wawili, Kalonzo Musyoka pamoja na Eugene Wamalwa ambaye pia ni kiongozi wa chama cha APK. Lakini hapo jana pia tumemsikia Kalonzo Musyoka akizungumza kwamba siku ya leo watakuwa na mkutano, ambao mkutano huu utakuwa ni watu ambao wako upande wa upinzani. Siku ya leo Nairobi pia tunatarajia si chama lakini upande wa upinzani, viongozi tofauti tofauti ambao wako kwenye upande wa upinzani watajitokeza jijini Nairobi na wataweza kuzungumzia wananchi, lakini hatujajua haswa ni kipi kile watakachokuwa wanazungumzia. Kwa hivyo taarifa hiyo pia tutakuwa tunaiangazia siku ya leo, na pia ni baadhi ya yale ambayo tunatarajia kuendelea kufanyika siku hii ya leo. Kwa hivyo siku ya leo tunatarajia ziara yake Rais William Ruto, pia tunatarajia usaili wa makamishna wa tume ya IEBC uendelezwe siku hii ya leo, na pia tunatarajia viongozi wa upinzani tofauti akiwemo Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, na labda tutawaona Martha Karua, lakini hatujajua kwamba ni viongozi wapi wale watakuwa, lakini tunajua kwamba Kalonzo Musyoka atakuwa kwenye labda watakuwa nazungumzia wanahabari kuhusu yale ambayo wameyapanga. Kwa hivyo kwa siku ya leo hayo ni yale ambayo tunatarajia, lakini mengine yakichipuka tutakuwa tunawaelezea hapa ndani ya Pambazuko. Kwa sasa tutakuwa tunasonga mbele kwa sababu naona ni saa 1 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Tutakuwa tunachukua muda mfupi kwenye mapumziko ili nami niweze kupumua kidogo. Nikirejea nitakuwa nawaambia taarifa nyingine nyingi ambazo zinaendelea nchini Kenya kabla ya kuingia kwenye uchambuzi wa magazeti siku hii ya kwanza ya Aprili mwaka wa 2025. Naitwa Jacinta Nyabeta, nitakuwa narejea kwa muda usiokuwa mrefu. Unatazama Ndizi TV Afrika. Ram Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELB na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3, karibu na mahakama ya Kisii Law Court, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi.
Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College. We provide quality service and uphold high intellectual values. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakohe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building, Sama Petrol Station. Na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora. Na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa form 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Shah Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum boards na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Shah Ceramics for hardware and sanitary. Good. So top up directly without measuring. Directly. So I fill the glass. Fill the glass. Okay. Add a little bit. Perfect. I feel like testing it. This is our cocktail. Hey, which cocktail? Long Island. Oh, Long But Island. our cocktail is not done. Why? Presentation. We have to garnish our cocktail so that when a customer sees. What do you mean by garnishing? Garnishing is just making our cocktail appear attractive. Okay? Okay. Yeah. Okay, tuko na njia tofauti za kugarnish. Kugarnish ni kurembesha tu. This one. Oh, ile kurembesha. This one is a lemon wheel. Sasa cocktail yetu iko ready, iko tayari sana kupelekewa mteja. Yeah. No wait. Is thumb finger. Put it, the straw inside the cocktail, then you close. Wow, your cocktail. Wow, niche.
vipi inakuwaje Mr. Practical Daddy episode nakwambia ndani ya Ndizi TV Africa. Bana nakwambia kuna kipindi kinakuja moto juu ya fire kabisa. Jina kamili sema ni The Urban Blaze mtu wangu. Itakuwa pale inaanza siku ya Jumatatu mpaka ifikapo siku ya Ijumaa. Yani Monday to Friday pale moja kwa moja. Yani bana kuanzia pale saa 7:30 mpaka ifikapo saa 10 ya jioni mtu wangu. Yani bana kutawaka moto tena zaidi. Sakusaga kajiri, sakata segere singeri, pale hivyo tukianza show pale siku ya Monday itakuwa pale hivyo tunaanza na yani check up kidogo, unaambia kwamba wewe nani ukiwa aina gani, alafu unatupata kwa njia gani pale moja kwa moja. Alafu tena kingine itakuwa ni stories pale kuongelea wasanii. Kifika siku ya Tuesday ndio hivyo kabisa after check up itakuwa tunazungumzia msanii ambao anafanya kazi nzuri pale. Alafu siku ya Wednesday ni siku ya watoto, yani wasichana na kuambia. Siku ya Thursday inakuwa ni TBT, alafu ikifika pale siku ya Friday inakuwa pale ni yani bana nakwambia ma request kali kabisa. Kwa hivyo nakwambia bana hapana kosa kutune in zaidi pale ndani ya Ndizi TV Africa. Call me Mr. Practical, they do call me Daddy episode. Tupatane live. Sini sawa ya mkopo wako fiti na sini sawa. Asini sawa. Mafuta silipanda tukavuka Uganda. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Ya sembo, ininya sembo, mulinya sembo, mgongenya sembo, ernenonya. Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa, usikose kuungana nami kila siku ya wiki kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia mida ya saa 10:30 hadi saa 1. Waswahili husema mbio ya mgambo ikilia kuna jambo. Kwa hivyo ni muziki na kipindi ni Ngoma Kikwetu. Utapenda rafiki yangu. Katika Ngoma Kikwetu nitakuletea muziki mbalimbali, muziki kadha wa kadha. Ndio kusema kwa mfano nitakuletea ngoma kama vile Oangira Beat, Ido, Mulinya Sembo, Mgongenya Sembo. Alafu kisha baadaye nikuletee ile inaitwa Mugidi. Wimeze mbayo le Yama undo aya metagwando. Na kuna ile ambayo inaitwa Chingero, ile ambayo zinaendwa kuendwa. Mgwato mgongo totenge, mgwato mgongo. Ayo mgwato mgongo totenge, mgwato mgongo. Mbali na hapo nitaruka milima na maponde nikuleta ngoma hizo live on television. Usisahau ya kwamba Ngoma Kikwetu uletwa kwako na Papa Siko the Bad Enyoni. Twende asaba na nyachete, twende asaba na nyachete. Oyo Papa Siko.
Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Unatazama Ndizi TV Afrika. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu cha Pambazuko, tukiendelea ndani ya Ndizi TV Africa. Saa ni 1:15 zimekatika baada ya saa 1 saa za Afrika ya Mashariki siku hii ya leo. Naona siku inaendelea kidogo tu, jua limechomoza na natumai kwamba umeamka sawa na unaendelea sawa. Huko ndani ya studio tunaendelea tukiwa pia tuko sawa na tunamshukuru Mungu. Tukiendelea mbele kidogo, kabla tuingie kwenye magazeti, kidogo tu niwaelezee yale ambayo ama taarifa za ulimwengu ambazo tumezipa kipaumbele siku hii ya leo, na tukianzia na vita vya DRC pamoja na Rwanda. Tunajua kwamba kwa sasa tunaendelea ama nchi hizi mbili zimekuwa zikishuhudia vita, na kwa sasa Qatar waliingilia kati na wakaanza kufanya mazungumzo pamoja na nchi hizi mbili. Na kwa sasa kutokana na mwandishi wa Reuters ni kwamba Qatar ilifanya mazungumzo ya raundi ya pili siku ya Ijumaa kati ya Kongo na Rwanda, na pia kukutana kwa kando na wawakilishi wa uasi unaounga mkono na Rwanda ambao unashambulia ambao unashambulia mashariki mwa Kongo. Na pia tunaona kwamba rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walikutana wiki iliyopita huko Doha kwa mazungumzo yao ya kwanza wakati tangu waasi wa Machi 23 walipoanzisha mashambulizi zaidi ya katika eneo hilo mnamo Januari. Na pia maafisa hao wa Kongo na Rwanda walifanya mazungumzo hii Ijumaa, huku wawakilishi wa Machi 23 ama Machi 23 wakikutana kando na wawezeshaji wa Qatar, na jinsi walivyosema vyanzo viwili kutoka kwa serikali ya Kongo na viwili kutoka kwa waasi. Kwa hivyo kwa sasa tunaendelea kuona kwamba kidogo kuna ile progress ambayo inaonekana kutokana na ama kulingana na vita ambavyo vimekuwa vikifanywa pale nchini Kongo na Rwanda. Kwa hivyo kwa sasa tunaona kwamba kidogo kama Rais Kagame pamoja na Tshisekedi wamezungumza, ni mara ya kwanza ambapo wamepatana wakazungumza moja kwa moja. Kwa hivyo tunaona kwamba ni progress kidogo ambayo imeonekana katika nchi hizo. Na pia
Tukisonga mbele kwenye habari nyingine ama habari zingine za ulimwengu ni kwamba serikali ya Kenya imetoa tahadhari ya dharura kuhusu usalama kufuatia tetemeko la ardhi lililotokea Myanmar na Thailand, na tetemeko hili lilisababisha vifo vya watu angalau 2,000. Kwa hivyo watu 2,000 wamepoteza uhai wao kutokana na tetemeko la ardhi ambayo ilitokea pale Myanmar na Thailand. Na pia Wizara ya Mambo ya Nje na Masuala ya Diaspora imeelezea wasiwasi mkubwa kuhusu walioathirika na kuwataka Wakenya walioko katika eneo hilo kuchukua tahadhari na kuhakikisha usalama wao. Kwa hivyo kwa sasa serikali ya Kenya imetoa tahadhari kwa wale wote ambao wanaishi Thailand pamoja na Myanmar kwamba wachukulie usalama wao, waongezee usalama wao pia, na pia watoke kama wako mahali ama eneo lile ambalo tetemeko hili la ardhi lilitokea, waweze kusonga kwenda sehemu nyingine. Na pia tahadhari hii imewahimiza wananchi kufuatilia taarifa za ndani na arifa rasmi kwa masababisho ama masasisho kuhusu mfululizo wa tetemeko na juhudi za dharura zinazochukuliwa. Kwa hivyo Mkenya yoyote ambaye labda ana jamaa yake ama marafiki ambao wanapatikana kule Thailand ama Myanmar, wamehakikishiwa kwamba ama wameombwa kuangalia na kuwa makini kwa matukio haya ambayo yanaendelea kule nchini, ambalo ni tetemeko la ardhi ambalo limeua kufikia sasa watu 2,000. Kwa hivyo wale ambao ama Wakenya ambao wako katika nchi hiyo ya Myanmar wanatakiwa kuchukulia caution ama kufuatilia taarifa hii kwa undani kabisa. Hayo ni baadhi ya yale matukio yanayoendelea ulimwenguni ama taarifa za ulimwengu ambazo tulikuandalia hapa ndani ya Pambazuko. Naona kidogo sijui kama nitapata wale ambao wamejiunga nasi kwenye mtandao wa Facebook. Niliwaambia kwamba unaweza kututumia mtandao ama ujumbe kwenye mtandao wetu wa Facebook @NDZTV News Digital, ili niweze kuona kwamba wewe unatazama ukiwa pande gani na pia unafikiria nini kuhusu yale yote ambayo tumeyazungumza asubuhi hii ya leo. Naona pale kidogo Peter Orina anasema kutoka Iyabe, niko ndani mpaka mwisho pamoja na bibie Maureen Monyancha. Eric Osoro pia anasema following kutoka Rita Rokeumbu, niko ndani. Sheila Kemunto anasema pia yeye anafollow akiwa Makongeni Jogorod, na Pius Osoro anasema kutoka Gesere ako ndani ya mpango wa siku hii ya leo. Kwa hivyo endelea kutuelezea kwamba unatazama ukiwa pande gani ya nchi ya Kenya, na pia unafikiria nini kuhusu yale yote ambayo tumeangazia siku ama asubuhi hii ya leo, na ni yapi yale unatarajia kutoka kwa safari yake Rais William Ruto akielekea eneo la Mlima Kenya kuanzia siku hii ya leo. Kwa hivyo nitakuwa narejea kidogo kwa muda usiokuwa mrefu ili tuingie kwenye uchambuzi wa magazeti. Mnajua kama kawaida tunachambua gazeti ambazo zinauzwa kwa wingi nchini Kenya, ikiwemo The Standard Newspaper, The Daily Nation, The People's Daily na pia The Star Newspaper na Taifa Leo. Kwa hivyo usiende mbali kwa sababu nikirejea tutakuwa tunachambua yaliomo magazetini. Naitwa Jacinta Nyabeta, nitakuwa narejea. Unatazama Ndizi TV Afrika. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Shah Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi
kama vile marble tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, ufuli, gypsum boards na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Shah Ceramics for hardware and sanitary. Ram Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELB na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3, karibu na mahakama ya Kisii Law Court, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College. We provide quality service and uphold high intellectual values. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakohe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. Tazama Ndizi TV Afrika. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, tukisonga mbele kwenye uchambuzi wa magazeti, lakini unaweza kutufuatilia kwa mitandao yetu ya kijamii @Ndizi TV News Digital on Facebook, na pia
YouTube utatupata @ndizitv news, pamoja na tovuti yetu ya www.ndizitv.co.ke. Tukisonga mbele, tuingie kwenye uchambuzi wa magazeti siku hii ya leo tarehe 1 Aprili mwaka wa 2025. Lakini ukiangazia gazeti tofauti utaona kwamba mada ambazo zimepatiwa kipaumbele, tuna tofauti kuhusu umuhimu wa kisiasa, kijamii, uchumi nchini Kenya, kilimo, biashara, lakini baadhi ya yale ambayo yamepatiwa kipaumbele, tukianza na gazeti la The Daily Nation siku ya leo, yote ambayo yamepatiwa kipaumbele ni kuhusu Rais William Ruto, ambapo tunaona mwandishi akisema kwamba Ruto's bombshell scorecard, kwamba President vows to prove naysayers wrong by showing how his government has fulfilled its promises. Ni jinsi Rais William Ruto alisema kwamba atakuwa anawaonyesha wale ambao wanampinga ama upinzani, atakuwa anaonyesha kazi ambayo ameifanya. Tunaona kwamba Ruto's bombshell ni kwamba kisiasa, President William Ruto has for the first time revealed the behind the scenes that intrigues President William Ruto has for the first time revealed the behind scenes intrigues that led to the impeachment of Rigathi Gachagua as deputy president, claiming his former principal assistant demanded to be paid 10 billion shillings even as he picked incessant quarrels with MPs and government officials. And as the head of state states his charm offensive in the mountain today, he faces an uphill task. Ni taarifa ambayo inapatikana kwenye ukurasa wa 6 na wa 7 wa gazeti la The Daily Nation. Ni kuzungumzia tu haswa, ama mwandishi amegusia tu, mamefichua Rais Ruto kufichua kwa mara ya kwanza mazungumzo ya nyuma ya pazia yaliyosababishwa ama yaliyotolewa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kabla atolewe uongozini. Anaelezea kuwa msaidizi wake wa zamani alidai kulipwa shilingi bilioni 10 ili asaidie kuchochea mizozo na wabunge na maafisa wa serikali. Hii inadhihirisha kuwa changamoto inayomkabili Rais William Ruto kwenye serikali na kujenga ushawishi wake miongoni mwa viongozi wa kisiasa na haswa na jamii kwa jumla. Kwa hivyo tunaona tu hii gazeti ama mwandishi anaangazia yale ambayo yalitokea nyuma ya pazia ama behind the scenes kabla Rais William Ruto amtoe aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua serikalini. Tukisonga mbele, mwandishi ameangazia yale ambayo Rais William Ruto alizungumzia. Tukianza ya kwanza, alisema kwamba I nominated Gachagua as my running mate against the wishes of majority of the Kenyan MPs. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo Rais William Ruto alizungumza, alisema kwamba mimi nilimchagua bwana Rigathi Gachagua hata kama wabunge wengi hawakuwa nakubaliana nami. Jambo la pili, upon winning the elections, former deputy Rigathi Gachagua was always quarreling. He never helped me to defend the government. He quarreled blogger Dennis Itumbi, my personal assistant, Farouk Kibet, and MPs from the Mount Kenya region. Pia ni kuzungumza kuhusu yale ambayo alikuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua alikuwa anafanya. Anasema kwamba alikuwa na wagombeza si wakazi lakini viongozi ambao wanamfanyia kazi Rais William Ruto, akiwemo mwandishi Dennis Itumbi na pia Farouk Kibet na pamoja na wabunge kutoka Mlima Kenya. Na pia jambo la tatu ambalo Rais William Ruto alisema ni kwamba the former deputy president demanded that all the Mount Kenya MPs should kneel before him or else they will lose their seats. I stopped 2 other plans to outseat him. Kidogo tu Rais William Ruto pia anasema kwamba Rigathi Gachagua alikuwa anataka wabunge kutoka Mlima Kenya wampigie magoti yeye Rigathi Gachagua, ili ni kuonyesha tu kwamba labda alikuwa anataka kuonyesha yeye ndiye atawasaidia kurudi serikalini ama kupigiwa kura wakati wa kura zitakazokuja za 2027. Kitu cha nne ambacho Rais William Ruto alizungumza ni kwamba
Gachagua asked for 10 billion, threatening to that he would make me a one-term president. I refused to be blackmailed. Ni kwamba pia ni jambo ambalo nimezungumzia hapo awali. Former AG and former Public Service Cabinet Secretary Justin Muturi said he was never competent to do the job. Pia ni swala lingine ambalo Rais William Ruto alisema kwamba aliyekuwa waziri wa masuala ya umma ama utumishi wa umma, kunradhi, aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma hapo awali, Justin Muturi hakuwa na uwezo wa kufanya kazi hiyo, ndio sababu iliyomfanya akamtoa ofisini. Kwa hivyo ni taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele kwenye gazeti la The Daily Nation siku hii ya leo, na pia taarifa nyingine ambayo imepatiwa kipaumbele ni kuwa clerics caution against pay rise for members of parliament. Ni taarifa nyingine ambayo imepatiwa kipaumbele pale kwenye gazeti la The Daily Nation. Viongozi wa kidini wameonya kuwa ama dhidi ya pendekezo la kuongezwa kwa mishahara kwa wabunge, ama wabunge wanataka kuongezwa mishahara. Kwa hivyo wameonya dhidi ya kufanya hivyo, wakiwaona ni kama ni wakati mbaya, huku wakikosoa wawakilishi na wananchi kuwa na matatizo ya kiuchumi, ilhali wengi wa Wakenya wanahangaika na hali ngumu ya maisha. Kwa hivyo viongozi wa kidini walizungumzia swala hili la kutaka kuongezwa kwa mishahara ya wabunge. Kidogo wanasema kidogo Wakenya bado wanaendelea kung'ang'ana na uchumi ambao unaendelea, na pia wanawakosoa kidogo kwamba Wakenya wanahangaika kwa hali ngumu ya maisha, hamna haja wabunge waongezewe mshahara. Na pia pendekezo la kuongezwa kwa mishahara ya wabunge linazungumziwa sana. Ni swala ambalo limekuwa likizua mijadala miongoni mwa wananchi na viongozi wa kidini ambao wanahoji kama ni wakati mwafaka kuwatunza wabunge hao fedha za umma, na ilhali wananchi bado wanaendelea kukabiliana na changamoto za kiuchumi. Ni taarifa ambayo utaipata kwenye ukurasa wa 3 na wa 2 na wa 3. Na pia kwenye gazeti hili tunaona wakisherekea ama wakiangazia sherehe za Eid ul-Fitr ambayo ilikuwa siku ya jana, ambayo tunaona picha pale Muslim faithfuls during Eid prayers to mark the end of the holy month of Ramadan yesterday as Masjid Nur Mosque in Eldoret, Uasin Gishu counties. Kwa hivyo ni yale ambayo yalitokea siku ya jana, sherehe za Eid ul-Fitr. Na pia kwenye ukurasa wa 8, day I almost gave up on my son, a mother's darkest hour before dawn, ambayo ni taarifa iko ukurasa wa 8 kwenye gazeti hii ya The Daily Nation. Ni hadithi ya msichana mdogo Baby Kiama, inaonyesha jinsi aliweza kuishi upya kwa kupokea msaada wa matibabu. Na pia hii taarifa labda inatufungua tu macho kidogo tu kuhusu juhudi za kijamii na msaada ambao wanapokea kwa matibabu na kutoa uhai kwa wengine, haswa kwa watoto wadogo. Kwa hivyo ni taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele kwenye gazeti la The Daily Nation. Na pia a dead Kitengela man, Embakasi ranching and North Korean feud over 2.5 billion shillings za land. Ni kuuza shamba kidogo tu. A dead Kitengela man ni mmoja wa wanaume ama mwanaume mmoja ambaye alipoteza uhai wake kule Embakasi and North Koreans ambao wanapigania shilingi ama land ambayo ni shamba, naam, shamba ambayo inauzwa kwa shilingi bilioni 2.5. Kwa hivyo ni taarifa nyingine ambayo imepata kipaumbele kwenye gazeti hilo la The Daily Nation. Kwa hiyo ni baadhi ya yale ambayo yameangaziwa kwenye gazeti hilo, na kuna gazeti, tukisonga kwenye gazeti la pili, gazeti la The Standard. Gazeti la The Standard limeangazia taarifa tofauti, na ni taarifa ambayo ni ya kusikitisha kwa sababu naona pale mwandishi anazungumza kuhusu human traffickers.
Human traffickers ni watu ambao labda wanasafirisha watu kwa njia isiyo halali kupitia labda njia tofauti tofauti. Watu ambao hawajui kama wanaenda kusafirishwa, wanaweza kuwa ni watoto wadogo, wanaweza kuwa ni watu wakubwa. Unapata kwamba wanasafirishwa kwenda nchi za nje bila kujua. Labda wanapatiwa dawa alafu wanalala, wanasafirishwa. Ama wengine wanasafirishwa tu wakiambiwa kwamba wanaenda kufanya kazi fulani, lakini unapata kwamba wakifika kule ambako walikuwa wanafaa kufika, wanapata kwamba ile kazi ambao waliambiwa haiko, na kwa sasa inabidi kwamba labda wamefanya kazi nyingine ambayo labda si halali. So kwa hivyo gazeti hili la The Standard imepatiana kipaumbele kwa human traffickers, ikisema kwamba time running out. Mwandishi anasema rogue recruitment agencies continue to operate with impunity, preying on unsuspecting victims and selling fake dreams that quickly turn into nightmares of forced labor, violence and captivity. We expose unscrupulous agencies fueling the human trafficking machine that ruins life, inflicting untold suffering on families as government turns a blind eye. Taarifa ambayo imeangaziwa kwa undani sana kwenye ukurasa wa 4, wa 5 na wa 6 kwenye gazeti la The Standard. Kwa hivyo mwandishi ameangazia baadhi ya kampuni ambazo zinaendeleza kusafirisha binadamu kutoka nchini Kenya na kuwapeleka nje, kuambia kwamba labda kuahidi kwamba watakuwa wanafanya kazi nzuri, watakuwa wanalipwa vizuri, lakini ilhali ni kuwapeleka kufanya kazi ambayo si halali. Wanapelekwa wanafanya kazi ambayo hawataki, wanapelekwa wapigane, na pia wanapelekwa kwa mahali ambapo labda hali si nzuri ya kuishi, na wanapelekwa kwa njia ambayo si halali. Kwa hivyo mwandishi hapa ametuonyesha picha ya watatu. Grace Eshiwani ambaye ni sweet talker, vile amemuita. Grace Eshiwani is a sweet talker. Ni mtu ambaye alikuwa na ni recruitment agent mmoja wao wa wale ambaye anawatafuta watu na kuwaambia ama kuwapa ahadi ambazo ni tamu sana, zinaonekana kuwa ni nzuri sana, lakini hiyo ni kuwadanganya tu. Recruiter mwingine ambaye ametamkwa hapa ni Jen Thiongo ambaye pia ameangaziwa, na pia kuna mwingine ambaye anaitwa John Njuguna ambaye pia ni recruitment agent ambaye anatafuta wale watu ambao wanabebwa au wanapelekwa kwenye nchi tofauti ili kufanya kazi ambazo si halali haswa. Na tunaona hapa Gideon ambaye ni mtu mmoja ambaye alitumika kuwapata hawa recruiters ambao, kwa sababu ni story ambayo imeangaziwa kwa undani, ni kitu kama feature ambayo imeangaziwa kwa undani. Kwa hivyo mmoja ambaye mwandishi amempa jina Gideon ametaja akisema kwamba Grace Eshiwani is a sweet talker. When you speak to her, she claims to be in Bangkok, but when you arrive, she tells you to find her at the job centers. We know DCI officers are aware of her operations, but she remains untouchable. Kwa hivyo pia gazeti hili linaangazia jinsi pia serikali inajua kuhusu watu hawa, lakini haifanyi chochote kuhusu human trafficking. Na pia tunaona gazeti la The Standard limeonyesha baadhi ya zile transactions ambazo zimekuwa zikifanywa kwa hawa ambao wametamkwa ama majina yao yamepeanwa, akiwemo Jen Thiongo pamoja na John Njuguna. Tunaona kuna pesa ambazo Jen Thiongo amepokea, na amepokea shilingi 50,000, 150 kunradhi. Na pia kuna mwingine hapa John Njuguna pia alipokea shilingi 100,000 pia kutoka kwa nambari nyingine ambayo ni kutoka kwa huyu mmoja ambaye alidanganywa na kusafirishwa kuelekea kwa nchi nyingine. Kwa hivyo ni baadhi ya yale ambayo yameangaziwa kwenye gazeti la The Standard, lakini hiyo ndiyo taarifa ambayo The Standard imeipa kipaumbele. Tukisonga mbele, ukurasa wa 7, 1 year no answers on Jane Ogola's crash. Ni kuzungumzia kuhusu Ogola, General Ogola ambaye taarifa yake haijakuwa ikiangaziwa kwa wingi ama kwa undani, na pia
tunaona kwamba mwandishi ameangazia taarifa hiyo kidogo tu, kuangazia yale ambayo yamekuwa yakiendelea, kwamba bado serikali haijapeana taarifa ama taarifa kuhusu yale ambayo yalitokea kuhusu the crash ya General Ogolla. Kwa hivyo ni habari ambayo pia imepatiwa kipaumbele kwenye gazeti la The Standard. Trump calls out Putin and Zelensky. Ni taarifa za kimataifa ambapo tunamwona rais wa Amerika ama wa Marekani Donald Trump akizungumzia Putin pamoja na Zelensky, ambayo ni taarifa utaipata kwenye ukurasa wa 31 gazeti la The Standard. Pia tunaona kidogo kwenye habari za spoti, tunaona pale ukurasa wa 40 kunradhi, ukurasa wa 40 tunaona pale viongozi, si viongozi lakini wachezaji tofauti. Tunaona picha ya mchezaji mmoja ambayo wanasema look who's back. Ni mwandishi ama ni mwanaspoti mmoja ambaye ameangaziwa pale, na pia mwandishi anazungumzia kuhusu kurudi kwake kwenye timu ya uchezaji ya kandanda. Na pia pull out ambayo imepatianwa pale kwenye The Standard inaitwa Financial Standard, ni kuhusu biashara na pesa kidogo kwenye gazeti hilo la The Standard. Kwa hivyo ukiangalia gazeti hili la The Standard limeangazia mengi tofauti ambayo yanaendelea nchini Kenya. Ukijipatia gazeti hilo utakuwa unajua kwamba ni yapi yale yanaendelea. Tukisonga mbele kwenye gazeti ya 3, lakini kabla tusonge mbele, kukukumbusha tu kwamba tunaendelea na awamu yetu ya 3 ya uchambuzi wa magazeti, na pia unaweza kutuelezea kwamba fikra zako ni zipi kuhusu yaliomo magazetini asubuhi hii ya leo. Kwenye ujumbe utuandikie kwenye Facebook ama mtandao wetu wa Facebook @NdiziTV News Digital. Pia pale YouTube utatupata @NdiziTV News, na pia utembelee tovuti yetu ya www.ndizitv.co.ke ili tuweze kuzungumza kwa wingi na kwa undani kabisa. Tukisonga mbele kwenye gazeti ya 3, gazeti ya The People's Daily. Gazeti la The People's Daily, taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele, Facing Mount Kenya. Rais William Ruto ziara yake kuanza siku ya leo kwenye Mlima Kenya. Keep off Uhuru's projects. Rigiji tells Ruto on tour. Kwa hivyo kwa sasa tumeona watu wengi wameangazia ama kwa sasa mitandaoni kila mtu anaangazia ama anazungumzia ziara yake Rais William Ruto. Na kwenye hii gazeti wamesema keep off Uhuru's projects, Rigiji tells of Ruto on tour. Kwa hivyo tulimwona hapo jana aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akizungumzia, akimwambia Rais William Ruto kwamba asiende pale kuzungumzia miradi tofauti ambayo ilianzishwa na aliyekuwa ama rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa hivyo jana tulimuona akizungumzia Rais Ruto, lakini ni jambo ambalo Rais Ruto alisema kwamba yeye haendi kuzungumzia yale ambayo yalifanywa na Rais Ruto, lakini pia wakazi wa eneo hilo la Mlima Kenya wanataka Rais William Ruto azungumzie ile miradi ambayo Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alianzisha wakati wake, na bado miradi hiyo haijamalizwa ama haijakamilishwa. Kwa hivyo siku ya leo labda tutakuwa tunamsikiza Rais William Ruto, tuone kama atakuwa anaangazia ama anazungumzia, atakuwa anasema nini kuhusu miradi hii ambayo haijakamilishwa, ambayo ilianzishwa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Na pia tukisonga mbele, kuna taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele, joy as Muslims gather to mark Eid ul-Fitr. Kwa hivyo tunaona wakiangazia sherehe iliyofanyika siku ya jana ya kusherehekea Eid ul-Fitr ambayo ilisherehekewa na Waislamu ulimwenguni kote. Ni taarifa ambayo unaipata kwenye ukurasa wa 6 na wa 7 wa gazeti la The People's Daily. Tukisonga mbele, ukurasa wa 3 kwenye gazeti la The People's Daily, Gen Z throng Nairobi streets for photo sessions. Ni taarifa ambayo kwa sasa ni jambo ambalo labda wewe kama Mkenya, kama unaishi jijini Nairobi kidogo, uangalie kuanzia
saa 7, saa 8, saa 9, saa 10 kufika usiku kabisa, labda saa 1 hivi, saa 1:30, unapata kwamba kuna vijana ambao wanajitokeza wengi sana kupiga picha pale jijini Nairobi, katikati ya jiji na pia kando tu masehemu tofauti kwenye jiji hilo la Nairobi. Kwa hivyo mwandishi ameamua kwamba ni vema azungumzie ama aangazie jambo hilo. Sijui kama wewe umekuwa ukiona vijana hawa wa Gen Z wakipiga picha pale Nairobi jijini, popote pale umekuwa ukizungumza ama ukizunguka pale Nairobi. Tuliona kwamba Gavana Sakaja wakati aliingia afisini alitoa ile rule ambayo ilikuwa kwamba watu hawawezi kupiga picha pale jijini Nairobi, ambalo ni jambo ambalo liliwafanya vijana hawa waanze kujitokeza. Tunaona vijana wengi wakifanya zile ambazo tunaita challenges za TikTok, pale wanajiburudisha. Tunaona wengine wakidance, wengine wakionyesha jinsi Nairobi na mandhari mazuri. Kwa hivyo tumekuwa tukiona vijana wengi, lakini haswa vijana hawa ambao huenda kwa sana wanapiga picha kule jijini Nairobi, picha zao wenyewe. Kwa hivyo ni jambo ambalo mwandishi ameangazia kwenye gazeti hilo la The People's Daily. Na pia tukisonga mbele, swala la ufisadi limeangaziwa kwenye ukurasa wa 5 kwenye gazeti la The People's Daily, na pia inasema kwamba how state looted from itself in energy saving jikos deal. Ni kuzungumza kuhusu jiko ambazo ambazo ni energy saving zimepatiwa hapa kipaumbele, na kidogo tu tunaona mwandishi anaangazia swala hili la jinsi serikali ilijitoa ama ilijisaidia kutoka kwa hizi jiko ambazo zilikuwa zimetengenezwa ambazo ni energy saving jikos. Kwa hivyo ni taarifa ambayo pia inaangazia jinsi ufisadi unaendelezwa nchini Kenya, taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele kwenye ukurasa wa 5 wa The People's Daily. Taarifa ya mwisho ambayo nitakuwa naiangazia hapa kwenye gazeti ya The People's Daily kwenye ukurasa wa 2 inazungumzia kuhusu Inyangala on the spot over 12 million shillings spent on Gazlas. Kwa hivyo ni taarifa nyingine ambayo inaangazia jinsi pesa zimetumika, shilingi milioni 12 zimetumika on Gazlas. Kwa hivyo ni taarifa ambayo pia unafaa kuiangalia kwenye gazeti la The People's Daily. Huku tukiendelea, nieleze kwamba fikra zako ni zipi. Naona wengine wakisema kwamba lakini Gachagua pale mtandaoni, naona watu wakizungumzia kuhusu baadhi ya taarifa ambazo tumezizungumzia hapa, wakisema kidogo Gachagua has been telling us that Uhuru, their son, had abandoned Mount Kenya and there was no tangible projects he initiated in his second term. Moreover, 2 years down the line, he was in the office. Had he talked about Uhuru projects? Na mbona kwa sasa anaonekana kuwa ni kama amekasirika sana. Kwa hivyo ni baadhi ya yale ambayo watu wanaendelea kuyaangazia ama kuzungumzia kwenye mtandao, na pia mtandao wetu wa Facebook. Unaweza kutuelezea kwamba wewe unaonaje kuhusu yale ambayo yanaendelea kisiasa nchini Kenya, haswa kwa sasa jinsi tunaona Rais William Ruto anatarajiwa kuelekea Mlima Kenya ama maeneo hayo ya Mlima Kenya. Tunaona pale Ross Michemo anasema kwamba anatutazama live kutoka Nairobi Pipeline pamoja na bwanake Naftal Onyango mpaka tamati. Na pia tunaona Naftal Onyango pia akisema kwamba following kutoka Nairobi pamoja na Ross Michemo ambaye ni bibi yake. Na pia namuona Legrand Baba Chantel anasema great job my sister, niko tuned in. Nashukuru sana. Na pia endeleeni kutuelezea kwamba ni yapi yale unafikiria asubuhi hii ya leo. Endelea kutuma ujumbe, na umeona Pius Osoro Echama akisema kutoka Gesere Noende ime iyo Morobirio. Sheila Kemunto anasema following kutoka Makongeni Jogoo Road yuko ndani. Eric Osoro kutoka Keumbu Ritaro yuko ndani, pamoja na Peter Orina akisema kutoka Iabe ako tuned in. Kirandi Dennis kutoka Nakuru Salams Club kufika Gachuba yuko ndani ya mpango. Asante sana kwa wale wote ambao mnaendelea kututumia jumbe zenu kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook @NdiziTV News Digital, YouTube @NdiziTV News. Nitakuwa narejea kwa muda usiokuwa mrefu ili tuendelee kuangazia magazeti mengine ambayo yamebaki, ambayo ni Taifa Leo pamoja na The Star Newspaper. Nitakuwa narejea kwa muda usiokuwa mrefu.
Unatazama Ndizi TV. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Shah Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum boards na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Shah Ceramics for hardware and sanitary. Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELP na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3 karibu na mahakama ya Kisii Law Court, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College, we provide quality service and uphold high intellectual values. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa form 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School.
Unatazama Ndizi TV. Na mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye kipindi cha Pambazuko, tukiwa awamu ya pili ya uchambuzi wa magazeti, kukuelezea tu ni yapi yale yamepatiwa kipaumbele yaliyomo magazetini siku hii ya leo. Tukisonga mbele kwenye gazeti la The Star newspaper, kidogo tu gazeti la The Star tulikuwa tumeona kidogo limeangazia masuala tofauti yakiwemo magazeti yakiwemo Rigathi Gachagua, ama taarifa yake Rigathi Gachagua, Rigathi fresh headache as friends send mixed signals. Kidogo tu ni kuhusu uhusiano wa Rigathi Gachagua pamoja na viongozi ambao walikuwa wamesimama naye wakati amekuwa akimpinga Rais William Ruto. Taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele kwenye gazeti hilo la The Star, ukurasa wa 4 na wa 5, ambapo tunaona kwamba kidogo mwandishi anasema cracks in his camp impossible to ignore. Kwa hivyo ni masuala ama changamoto ambazo kwa sasa bwana Rigathi anazipata, haswa kwa wale marafiki ambao amekuwa nao, ambao wamekuwa wakimsaidia labda kuzungumza na kumpinga Rais William Ruto, lakini kwa sasa tunaona kidogo ni kama amebaki peke yake, akiendelea labda kuendelea kumwambia Rais William Ruto yale ambayo anayafanya vibaya, akiendelea kumpinga na pia akipinga safari yake ama ziara yake ya Mlima Kenya. Kwa hivyo pia ni taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele kwenye gazeti la The Star. Kusonga mbele, gazeti ile la The Star, 31 counties to lose 7.7 billion shillings in CRA plan. Kidogo tu tunaona pale county tofauti zitapoteza shilingi bilioni 7.74 kwenye CRA plan. Chairperson ambaye anaitwa Emily Chebukati, ambaye namuona pale kidogo mwandishi amezungumza kwenye ukurasa wa 6 akituelezea kwamba ni county zipi zile zitakuwa zinapata kupata pesa, ama hizo pesa kuzigain, ama si kupoteza, jinsi ambavyo amesema. Tunaona pale akizungumzia county tofauti ikiwemo county ambazo zitapokea pesa hizi na county ambazo zinapoteza. Tunaona county ambayo inapoteza kidogo tu mtandao kidogo sijui, lakini acha nisomee kidogo. Garissa, tunaona pale Garissa imetajwa, Wajir, Lamu, tunaona Kajiado na zinginezo nyingi. Na pia tunaona kaunti ambazo zitakuwa zinapoteza pesa ni kati ya Nairobi ambayo itapoteza shilingi milioni 11, Nakuru ipoteze shilingi milioni Nairobi itapoteza shilingi bilioni 411, Nakuru ipoteze shilingi milioni 414, Turkana itapoteza shilingi milioni 400, Kakamega ipoteze shilingi 193. Natumai kwamba naona vizuri kidogo, najaribu kuangalia yale ambayo magazeti kidogo ni tazame vizuri, kwa sababu naona ni kama hapo picha hiyo haionekani vizuri kwenye device yangu, lakini nataka niwaangalilie ndo ni wahakikishe kwamba yale ambayo tunayasema ni ya kweli. Naam. Na Kakamega naona kwamba ni shilingi milioni 393, Kilifi ipoteze shilingi milioni 359, Mandera itapoteza shilingi milioni 354, Kitui ipoteze shilingi milioni 330, Machakos itapoteza shilingi milioni 231, na Kisii ipoteze shilingi milioni 212, ambazo ni baadhi tu ya zile kaunti ambazo zitapoteza pesa hizi. Taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele kwenye gazeti la The Star asubuhi hii ya leo ni kuonyesha tu jinsi
zitapoteza CRA, Commission on Revenue Allocation. Ni kuonyesha tu baadhi, kwa mujibu wa mpango huu, baadhi ya kaunti zitapokea upungufu wa fedha, huku kaunti 31 zikikosa jumla ya shilingi bilioni 7.74. Katika kaunti ya Nairobi, Nakuru, Turkana na Kajiado zitakosa fedha nyingi kuliko kaunti zingine. Na kaunti zingine pia zikinufaika kutoka kwa ongezeko la fedha kutokana na mpango huu. Mabadiliko haya ya kifedha yameibua hisia mseto kutoka kwa wananchi na miongoni mwa viongozi wa kaunti hizo, huku wengi wakipinga mpango huo na kutaka marekebisho ili kuepuka madhara hayo. Kwa hivyo pia ni taarifa ambayo imeangaziwa kwenye ukurasa wa 6 kwa gazeti la The Star. Tukisonga mbele, how activists help Endorois women fight climate change ama climate crisis, ni taarifa ambayo pia imepatiwa kipaumbele, ambayo pia inazungumza kuhusu mwanaharakati mpya wa mazingira ambaye anasaidia wanawake wa Endoritis katika kupambana na mabadiliko ya tabia nchi ama climate crisis, climate change. Mwanaharakati huyu anachukua hatua za haraka na kuwapa wanawake hao zana na mbinu za kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, hususan kwa kutafuta mbinu za kilimo zinazozingatia mazingira ili kupunguza madhara yanayosababishwa na ukame pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa. Pia ni taarifa ambayo imeangaziwa kwenye ukurasa wa 18 kwenye gazeti la The Star. Pia tunaona mwandishi akizungumza kuhusu from getting by in farming to leading in agroecology. Ni taarifa ya kilimo biashara ambayo inazungumzia ama inaangazia farming ama ukulima. Kilimo ni jitihada za wakulima nchini Kenya ambao wamefanikiwa kutoka kwenye hali ngumu ama hali ya ugumu na hadi kuwa viongozi katika sekta ya kilimo na uendelevu wa agroecology ambayo ni agroekolojia. Na kwa taarifa hii tunaona kwamba ni hadithi ambayo inaonyesha mafanikio ya wakulima ambao walikumbana na changamoto za kifedha na mazingira, lakini wakaweza kuchipuka kutoka kwa changamoto hizo na kuanzisha mbinu za kisasa za kilimo ambazo zinalinda mazingira na zinahamasisha na ustawi wa jamii. Kwa hivyo ni taarifa nzuri ambayo inaweza kukupatia wewe ile mvuto na pia ikueleze ni yapi yale unapaswa kufanya wewe kama mkulima na pia ni yapi yale unapaswa kuyaacha nyuma ili kujiendeleza kwenye ukulima. Tunaona pia kwenye ukurasa wa 7 no closure for parents 10 years after Garissa varsity attack. Family agony, ambayo ni taarifa utaipata kwenye ukurasa wa 7 baada ya familia kupoteza wapendwa wao kwenye attack kama uvamizi ambao ulitokea kwenye chuo kikuu cha Garissa miaka 10 iliyopita. Bado mpaka sasa familia hizo bado hazijapata ile amani ambayo wanapaswa kupata, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo kwa kesi hii hayajasuluhishwa. Kwa hivyo kwa sasa, mpaka sasa familia hizo hazijapata ile nitasema ni closure ambayo wanahitaji. Ni taarifa ambayo pia mwandishi wa The Star newspaper ameangazia kwenye ukurasa wa 7. Na pia tunaona taarifa nyingine ambayo imepatiwa kipaumbele, Basil Angaga fight against urban heat, flooding and waste. Basil Angaga, taarifa nyingine ambayo imepatiwa kipaumbele kwenye gazeti hilo la The Star. Ukilipata utakuwa unaangazia ama unasoma taarifa hizo zote na utakuwa unayapokea zile taarifa ambazo unahitaji kuzijua. Kwa hivyo kwenye gazeti hilo la The Star tumeona hayo ama baadhi ya zile taarifa ambazo zimeangaziwa siku hii ya leo. Tukisonga mbele,
kwenye gazeti la mwisho la siku. Wataweza mlima? Taifa Leo. Gazeti la Taifa Leo tunaona mwandishi ameipa kipaumbele taarifa ya mlima ambayo inazungumzia kuhusu ziara ya Rais William Ruto. Mwandishi anauliza Rais William Ruto pamoja na naibu wake, je, wataweza mlima? Tunaona hapo picha yake Rais William Ruto pamoja na naibu wake Kithure Kindiki. Tunaona pale kwenye ukurasa wa pili mwandishi anasema kibarua, ambayo ni kuonyesha kazi ambayo Rais William Ruto anayo, ambaye anasema kwamba wakazi wa Mlima Kenya walionekana kukerwa na hatua ya rais kumtimua mamlakani aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua mwaka jana. Ruto anatarajiwa kuwatumia vigogo wa kisiasa eneo hilo kama vile naibu wa rais Kithure Kindiki, Kimani Ichung'wah, Sabina Chege kuwavutia wakazi hao katika ziara yake ya siku 5 inayoanza rasmi siku ya leo. Kwa hivyo ni taarifa ambayo inazungumzia kuhusu ziara ya Rais William Ruto kuelekea Mlima Kenya ambayo inaanza siku ya leo, na jinsi mwandishi anasema, amezungumza akisema kwamba Rais William Ruto atakuwa anatumia hawa viongozi ambao wamo serikalini na yeye, wakiwemo naibu wa rais Kithure Kindiki, Kimani Ichung'wah pamoja na Sabina Chege ili kumsaidia. Viongozi hawa ndio watamsaidia kumkaribisha kule Mlima Kenya wakati ambapo anatarajiwa kufika huko siku ya leo, na viongozi hawa ndio watamsaidia kutanguliza tu kidogo na kuwazungumzia wakazi wa Mlima Kenya na pia kumkaribisha kule kwenye eneo hilo. Kwa hivyo ni taarifa ambayo wameipa kipaumbele waandishi wa gazeti la Taifa Leo, na tunaona akisema kwamba Rais Ruto na naibu wake wana mtihani mgumu wa kuwashawishi wakazi wa Mlima Kenya waunge mkono. Kwa hivyo ni taarifa ambayo imepatiwa kipaumbele kwenye gazeti hilo la Taifa Leo, na pia tunaona pale kwenye gazeti hilo kwenye taarifa hiyo tunaona hapo kando si taarifa lakini ni kama ni posta kubwa ambayo imewekwa pale, ni bango la kumkaribisha William Ruto na viongozi wengine wa kisiasa kwenye katika mji wa Karatina, Nyeri. Kwa hivyo ni picha ambayo pia imeongezwa pale ya bango la kumkaribisha Rais William Ruto eneo ama mji wa Karatina, Nyeri kwenye ziara yake ambayo inaanza siku hii ya leo. Tukisonga mbele kwenye vidokezo ukurasa wa 5 tunamwona Senator Ledama na Olelenko wazozana, na pia mwandishi anasema kwamba gavana wa Kajiado apinga mkutano wa seneta wa Narok ndani ya Kajiado. Kwa hivyo ni mpango ambayo ni mkutano ambao umepangwa na seneta wa Narok ndani ya Kajiado, lakini tunamwona pale gavana wa Kajiado akipinga kuwa na mkutano huo. Ni taarifa imeangaziwa kwenye ukurasa wa 5. Tukisonga mbele tunaona picha yake Maraga David, aliyekuwa jaji mkuu wa zamani nchini Kenya. Tunaona jamii njia panda kuhusu urais. Kidogo tu mwandishi ameangazia jamii ya Omogusi ama ya Abagusi kwamba kidogo kuna katashwishi mahali, kwa sababu tunaona David Maraga alijitokeza juzi weekend hii baada ya ibada kanisa moja huko mjini Kisii, ambapo alizungumza akisema kwamba atawania kuwa rais wa nchi ya Kenya, na pia akasisitiza kwamba yeye hajateuliwa na serikali ili kuleta vurugu ama kugawanisha kura. Hapana, yeye alisema kwamba yeye si stage project, yeye amejisimamia, na sababu yake kuu ya kusimama kwa rais ni kushirikisha vijana, kutetea haki yao kwa wingi na pia kujisimamia. Kwa hivyo tunaona mwandishi akizungumzia kuhusu jamii ya Abagusi katika njia panda kuhusu azma ya Maraga na Matiang'i. Kwa hivyo ni hali ya kisiasa huko Kisii, ambapo kwa sasa watu ama wakazi wa kaunti za Nyamira na Kisii wamejitokeza wakisema kwamba wanamtaka Fred Matiang'i asimame kuwa rais wakati wa mwaka 2027, lakini pia Maraga akajitokeza baadaye na kusema kwamba atasimama kuwania urais. Kwa hivyo
kwa sasa kutoka Kisii tuna viongozi wawili, lakini Fred Matiang'i bado hajasema kwamba ataenda kusimama. Kwa sasa ni watu bado wanaendelea kumsema, ni watu wanaendelea tu kumpa ule moyo, wanamwambia ukisimama tutakupa ile support ambayo wewe unahitaji. Kwa hivyo bado Fred Matiang'i hajazungumza. Hajazungumzia suala hili la Gen Z kumteua kuwa rais wao ifikapo mwaka wa 2027, lakini pia viongozi wengine wamemtaja kuwa yeye ndiye atasimama urais. Lakini kutoka hapa mjini Kisii na pia Nyamira tuliona viongozi wengine akiwemo seneta wa Kisii Richard Onyonka akisema kwamba chama kipya kitakuwa kinazinduliwa huku Kisii. Ni chama ambacho kitakuwa kinawasaidia wa Kisii, lakini pia chama ambacho Fred Matiang'i atakuja nacho ili kusaidia wa Kisii na kuwaunganisha wa Kisii wote kwa pamoja ili waweze kusonga mbele kama jamii. Lakini pia kule kaunti ya Nyamira tuliona mawakilishi wodi tofauti ambao walijitokeza kwenye hafla ya mazishi hii wikendi, akiwemo mwakilishi wadi ya Rigoma Nyambega Gisesa, akisema kwamba wakati walikuwa wanazungumza kwenye hafla ya mazishi moja kule kwenye kaunti hiyo ya Nyamira, alisimama na kusema kwamba watakuwa wanampatia ama wanamuunga mkono Fred Matiang'i iwapo atasimama kuwa rais. Na akasema ikaonekana kwenye video fulani akizungumza, akiuliza wakazi wa kaunti ya Nyamira, mnataka Fred Matiang'i ama mnataka David Maraga? Na watu walikuwa nasema wanamtaka Fred Matiang'i. Kwa hivyo pia ni baadhi ya kisiasa ama hali ya siasa nchini Kenya, haswa kwenye mji ama kwenye jamii ya Abagusi. Kwa hivyo ni taarifa ambayo tutakuwa tunaifuatilia hapa kwenye kipindi chetu cha Pambazuko, na tutakuwa tunakuarifu yote yatakuwa yanatokea. Tukibaki ukurasa wa pili kwenye gazeti la Taifa Leo, Waislamu wakataa jopo la WAQFA ama Wakfa. Ni kuzungumzia tu viongozi wapinga jopo lililoteuliwa na mwanasheria mkuu Dorcas Oduor baada ya jana jamii hii ya Waislamu kuwa na wakisherekea ama walipofanya sherehe zao za Eid. Tunaona kwamba viongozi wa jamii hiyo ya Waislamu wanapinga jopo lililoteuliwa na mwanasheria mkuu Dorcas Oduor. Ni taarifa ambayo kama unataka kujua mengi kuhusu taarifa hiyo unaiangazia kwenye ukurasa wa pili gazeti la Taifa Leo. Kwa hivyo taarifa nyingine ambayo imepatiwa kipaumbele, shule zaanza kufungwa utata ukizidi. Siku ya leo shule nyingi zitakuwa zinafunga na wanafunzi wanatarajiwa kuelekea nyumbani, na pamoja na walimu pia wakielekea kwenye holidays za Easter ama Pasaka ambazo zinatarajiwa kuanza labda wiki ya pili ama ya tatu ya mwezi huu wa Aprili ambao umeanza siku ya leo. Shule nyingi zimefungwa. Mwandishi anaangazia utata changamoto tofauti ambazo ziko kwenye sekta ya elimu. Muhula wa kwanza wafika kikomo, huku changamoto tele zikikumba sekta ya elimu. Wazazi wameonyesha kwamba kidogo hawajaamini mfumo mpya wa CBC, ambapo wazazi wamekuwa wakiuliza serikali kuhusu darasa la 9. Wamekuwa wakiuliza haswa wanafunzi wetu watakuwa wanafunzi na kina nani, na pia madarasa ambayo serikali imekuwa ikisema kwamba inajenga, madarasa haya yako wapi? Kwa hivyo ni changamoto ambayo pia kwenye sekta ya elimu ni changamoto ambazo zinaendelea kuikumba sekta hii ya elimu. Lakini kwa sasa tunajua kwamba shule zinaanza kufungwa kuanzia siku ya leo. Kwa hivyo, na pia ni ombi letu tu kwamba wazazi watakuwa na wachunga wanafunzi ama watoto wakija nyumbani. Labda wakati mtoto anakuja nyumbani, muulize ama muelekeze, muulize kama amepatiwa ile assignment, afanye kazi yake, aendelee kusoma ili aweze kuendelea kujisongesha mbele. Yeye kama mwanafunzi aweze kujua mengi, asisahau yale yote kwa sababu amekuja tu kupumzika. Kwa hivyo wazazi muwachunge watoto na kuwalinda haswa kwa wakati huu wa likizo yao ya Aprili. Na tukisonga mbele kwenye mwanaspoti ama habari za spoti kwenye gazeti la Taifa Leo, tunaona Arsenal wanakaribisha Fulham, Manchester United wakizuru tisho Nottingham katika mechi za ligi kuu ya EPL siku ya leo. Pia
Pia fahamu mengi kuhusu FA ama masuala ya spoti kwenye ukurasa wa 13 kufikia ukurasa wa 20 kwenye Mwanaspoti kwenye gazeti la Taifa Leo. Kwa hivyo ni baadhi tu ya zile taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele kwenye magazeti siku hii ya leo. Kwa hivyo nataka kidogo tupitie labda baadhi ya yale ambayo watu wanaendelea kuyazungumza mtandaoni kwenye mtandao wetu wa Facebook @Ndizi TV News Digital. Kabla turejee na kufanya labda uchambuzi kidogo wa yale ambayo yanaendelea kwenye gazeti ama maudhui ambayo yamejitokeza kwenye magazeti haya yote ya siku ya leo, ikiwa ni siku ya kwanza ya Aprili mwaka huu wa 2025. Namwona Naftali Onyango akizungumza akisema kwamba yuko ndani ya mpango wa Ndizi TV News pale. Namwona pia Rhoda Ruth. Natumai kwamba nimepitia hizi comments kwenye Facebook yetu. Kwa hivyo nawe pia unaweza kutuwekea pale comment yako ili tuweze kujua unatazama ukiwa pande gani, na pia unafikiria aje kuhusu maudhui ambayo yamejitokeza. Nitakuwa na kuelezea kwamba ni maudhui yapi yamejitokeza, lakini pia wewe unaweza ukanielezea kidogo umeshika nini kutoka kwa taarifa ambazo nimekupa asubuhi ya leo, ama ni kipi kile unatarajia kutoka kwa ziara yake Rais William Ruto asubuhi hii ya leo, wakati ziara yake inatarajiwa kuanza hii leo. Namuona pale Eric Osoro akiwa ndani, Pius Osoro pia namuona, Dolphin namuona Mura akisema good morning, happy new month, watching live from diaspora. Vedi Kenzo anasema watching live kutoka embassy. Jeria Kerubo anasema happy blessed new month from Manama, Bahrain Kingdom. Waika Kisii kwetu Kanyimbo Mwakiage Village akiwa na wazazi wake Samuel Ongeri na mamake Mariana Ongeri. Peter Omari namuona pia. Christopher Atandi anasema good morning and happy new month, watching live kutoka Borangi Kenyambi with my wife Sheila na watoto wake Sheila Matianye Moranga, mamake Mungina, babake Moranga, pamoja hadi tamati. Have a blessed day. Dan Ogaro namuona kutoka Kisii Nyaura anasema anatutazama. Fred Moga kutoka Nyakemo Misia namuona pale. Asanteni sana kwa wale wote ambao mnachukua muda wenu na kutuambia kwamba mnaendelea kututazama. Naona kwamba jua limechomoza na zimekatika dakika 20 baada ya saa 2 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Lakini kidogo tu nipitie kwa sababu nyakati zetu zinaendelea kusonga, tukiangazia tu yale ambayo yamepatiwa kipaumbele, baadhi ya maudhui ambayo yamejitokeza kwenye magazeti asubuhi hii ya leo. Taarifa tofauti zimepatiwa kipaumbele na maudhui tofauti yamejitokeza, ikiwemo masuala ya kisiasa ambayo tumeona Bwana Rigathi Gachagua akiangaziwa sana na Rais William Ruto, huku ziara yake ikitarajiwa kuanza siku hii ya leo kuelekea Mlima Kenya. Kwa hivyo ni taarifa ambazo ama ni maudhui ambayo yamejitokeza kwenye magazeti ama magazetini asubuhi hii ya leo. Tunaona pia kati ya maudhui ambayo yamejitokeza asubuhi ya leo ni maudhui ya utovu wa usalama nchini Kenya, ambapo tuliona gazeti la The Standard likiangazia human traffickers ama wale watu ambao wanawachukua watu kwa hali ambayo haifai na kuwapeleka kufanya kazi ngumu, kazi ambazo si halali, na pia kuwapeleka nchi tofauti na kuwapa ama kuwauza, ni kama kuwauza kidogo kwa watu wengine ambao wanawataka wafanye kazi tofauti ambazo si halali. Kwa hivyo ni maudhui ya utovu wa usalama ambayo pia yamejitokeza kwenye magazeti asubuhi hii ya leo. Na pia maudhui ya pia kisiasa nimezungumzia, na pia kwenye maudhui ya kilimo na biashara tumeona pale mwandishi wa The Star akiangazia swala la agroecology, na pia masuala ya afya yameangaziwa kwenye magazeti asubuhi hii ya leo. Miundo mbinu pia infrastructure pamoja na uongozi, pia tunaona uongozi umejitokeza wakati ambapo Rais William Ruto pia tuliona
aliita kikao cha waandishi hapo jana, ambapo alizungumzia masuala tofauti ambayo Wakenya wamekuwa wakijiuliza maswali kuhusu ya masuala haya, na pia akaweza kujielezea ama upande wake, kueleza upande wake wa hizi taarifa ambazo tumekuwa tukipata, lakini tumekuwa tukipata nyingi kwenye upande wa Rigathi Gachagua. Na kwa jana Rais William Ruto aliweza kuzungumzia na ni njia mojawapo ya kuonyesha kwamba yeye ni kiongozi, kwa sababu aliweza kuyazungumzia masuala ambayo Wakenya na pia kujibu baadhi ya maswali ambayo Wakenya wanazidi kujiuliza kabla ya ziara yake kwanza. Na pia kwenye gazeti za asubuhi hii ya leo tunaona wakizungumzia taarifa ya pia usalama na pia uchunguzi. Naam, ni uchunguzi ambao unaendelea wa General Ogolla ambaye tuliona kwamba mwaka mmoja uliopita alikuwa ama alijipata kwenye crash. Ni kuzungumzia tu yale ambayo yalitokea mwaka mmoja uliopita. Kwa hivyo uchunguzi bado unaendelea. Kwa hivyo gazeti hii ya leo ama gazeti la The Standard lilikuwa limeangazia kidogo kuhusu taarifa hii ya uchunguzi. Kwa hivyo pia ni baadhi ya maudhui ambayo yalijitokeza kwenye gazeti asubuhi hii ya leo. Lakini mojawapo pia ya taarifa ambazo zilipatiwa kipaumbele ama maudhui pia ni ya kidini, ambapo tuliona Waislamu waliangaziwa kwenye gazeti tofauti tofauti ambao walikuwa wanasherehekea siku ya Eid hapo jana. Kwa hivyo pia tuliona kwamba ama taarifa hii ama maudhui haya yalijitokeza kwenye magazeti haya, na pia kwenye maudhui ya ufisadi pia yalijitokeza pia tofauti, afya na pia uchunguzi pia, jinsi nimesema hapo awali. Kwa hivyo ni baadhi tu ya maudhui ambayo yamejitokeza kwenye magazeti asubuhi hii ya leo, siku ya kwanza ya Aprili. Je, wewe nilikuuliza kwa unafikiria nini kuhusu haya yote? Kwa hivyo haya yote ambayo nimezungumzia siku hii ya leo ni baadhi ya taarifa ambazo tulikuwa tumekuandalia, na pia kwenye magazeti asubuhi hii ya leo. Kwa sasa nitachukua mapumziko mafupi ili nikirejea tuweze kumaliza kipindi chetu ama awamu yetu ya pili ya uchambuzi wa magazeti. Nitakuwa narejea kwa muda usiokuwa mrefu. Naitwa Jacinta Nyabeta. Unatazama Ndizi TV Afrika. Good. So top up directly without measuring. Directly. So I fill the glass. Fill the glass. Okay. Add a little bit. Perfect. I feel like testing it. These are cocktail. Which cocktail? Long Island. Oh, Long But Island. our cocktail is not done. Why? Presentation. We have to garnish our cocktail so that when a customer sees... What do you mean by garnishing? Garnishing is just making our cocktail appear attractive. Okay? Okay. Yeah. Okay, tuko na njia tofauti za kugarnish. Kugarnish ni kurembesha tu. This one, ile kurembesha. This one is a lemon wheel. Sasa cocktail yetu iko ready, iko tayari sana kupelekewa mteja. Yeah. No wait. Is thumb finger. Put it, the straw inside the cocktail, then you close. You have your cocktail. Wow, niche.
At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Tazama Ndizi TV Afrika. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji wa Pambazuko. Tumekuwa nawe kutoka asubuhi na mpaka sasa. Nilikuwa naangalia kidogo kama naweza kuona wale ambao wamekuwa kijiunga nasi kwenye mtandao wa Facebook, lakini naona ni kama kidogo nimeweza kuyapitia ama kupitia jumbe zote ambazo mlikuwa mmetuma kwenye mtandao huo wa Facebook. Lakini endelea kuzungumza nasi kwenye mitandao hiyo. At Facebook utatupata at Ndizi TV News Digital, YouTube at Ndizi TV News, na pamoja na tovuti yetu tembelee at www.ndizitv.co.ke ili tuweze kuwa pamoja na pia uweze kuendelea kujua kwamba ni yapi yale yanaendelea nchini Kenya. Siku ya leo nilikuwa nimewaangazia ama nimewaambia yale ambayo tunatarajia, ikiwemo ziara ya Rais William Ruto Mlima Kenya, na pia tutakuwa tunatarajia usaili wa kutafuta makamishna wa tume ya IEBC kuendelea, na pia masuala mengine mengi ambayo pia ni kati ya upinzani, timu ya upinzani ama viongozi walioko kwenye upande wa upinzani. Pia tunatarajia kwamba watakuwa nazungumzia wanahabari kule jijini Nairobi. Pia hayo yote tutakuwa tunaangazia kwenye mpasho saa 7 iwapo yatakuwa yamefanyika, lakini kwa sasa nitakuwa nafungia hapo. Na tukumbuke kwamba tumeanza mwezi mpya wa Aprili. Kwa hivyo kwa yale yote ambayo unayafanya, kumbuka kwamba bado una muda wa kuyatekeleza yote. Usianze kukufa moyo ukisema kwamba labda muda unasonga haraka. Jikaze tu polepole, na jinsi tunavyofungua mwezi mpya wa Aprili, jitie moyo, jisimamie we mwenyewe, make zile decisions ambazo wewe mwenyewe unaona kwamba zinakusaidia wewe kama mtu binafsi. Tafuta ama endelea kuwasaidia marafiki ambao pia wanakusaidia, na pia wewe uwe rafiki mzuri. Lakini kwa siku ya leo, hayo tu ndio nilikuwa nimekuangalia ama kuandalia kwenye kipindi chetu cha Pambazuko. Nitakuwa nafungia hapo kipindi chetu ama awamu yetu ya pili ya uchambuzi wa magazeti, na pia kipindi chetu cha Pambazuko. Mwelekezi wangu amekuwa ni James, nami naitwa Jacinta Nabeta. Tupatane mpasho saa 7 ifikapo saa 7 mchana. Kwaheri kwa sasa.